Rodri. Yeah, Mr. Rodri. Na hapa hivi kiongozi wetu. Yeah, Papa Jeff, the football commentator. Yeah. Leo tumejumuika ili kuzungumza kuhusu mechi za UEFA siku hii ya leo. Masaa ya saa 5 usiku leo hii. Arsenal wameweza kujiwania na kujishindia na kujifikisha katika UEFA Championship. Leo wanaweza kumenyana nao Slavia Prague pale uwanja Fortuna Arena Stadium. Nao PSG wanapambana nao Bayern Munich, na wa mwisho ni Liverpool ambao wanamenyana na Real Madrid pale Anfield. Hii leo nimejumuika nao marafiki zangu hapa ili tuweze kuzungumzia mipira hiyo ya leo usiku. Bwana Rodri, ningeomba tuweze kuzungumzia mechi ya Arsenal na Slavia Prague. Maoni yako ni yapi hapo katika mchezo huu leo? Okay, asante sana. Ukiangalia mechi ambayo wanapigana, wanamenyana kwa uwanja ambao unaojulikana kama vile Fortuna Arena. Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, itakuwa ya kubishana zaidi. Ukiangalia mchezo ambao hawa kina Slavia Prague wamecheza, wako na draw mara 3. Wamedraw mara 3. Ambapo ni timu ambayo kufungwa sio rahisi. Ukiangalia mechi ya Arsenal, wameibuka washindi kwa mara 5 mfululizo. Sasa mimi kwa niaba yangu ningependa tuangalie head to head ya Arsenal. Head to head ya Arsenal. Ukiangalia head to head ya Arsenal, ambapo walikuwa away na Burnley, wakapigana 0-2. Arsenal waliwapiga 2. Ukiangalia mechi nyingine ni ambapo walikuwa wanamenyana na Brighton, wakawapiga 2-0. Ukiangalia mechi nyingine Crystal Palace wakamenyana Crystal Palace ni ngumu, wakapata 1 tu, wakaibuka washindi kwa bao 1. Ukiangalia mechi nyingine ambayo ni Atletico Madrid, Arsenal waliibuka na kukanyanga Atletico vibaya sana kabisa, waliwatandika 4. Ukiangalia Fulham ni timu ambayo imejipanga zaidi. Kulingana na mimi nimeweza kuangalia hii mechi ya Arsenal, na Arsenal mechi zote ambazo wamecheza wameweza kuandikisha ushindi ambao ni wa bao 2 sana. Ukianza kuangalia bao ambazo wamefunga, na sana ukiangalia bao ambao wanafunga ni bao tamu sana. Hizi bao sana wanazifunga kupitia header. Ukiangalia mchezaji ule defender Gabriel Magalhaes pale hivi akipiga tu kona hivi, yeye ufika pale hivi na kutwanga kichwa kama teke na kuweza kusababisha goli hapo. Pia Rice ni mchezaji ambaye pia anastahili kuangaliwa pia. Si mchache, kwa sababu ukiweza kuangalia pia yeye akizile masako ambazo kuna hizi mpira ambazo uzungusha kwenye neti hata akiwa katikati ya uwanjani. Kwa maoni yako Joffrey, unaweza kusema aje kuhusu hii mechi ya Slavia Prague na Arsenal? Na vyema kabisa. Sema kwamba wanasema mpira udunda. Unampata pale Arsenal. So kwamba eti manake hata nyinyi wenyewe mnavyoona sasa hivi. Arsenal imeibuka ushindi. Kama sasa unavyoona wana pointi zao 25. Ambapo sasa unaona kweli wako kifua mbele. Unapata pale Arsenal na Brighton. Kama ndugu yangu hapa Rodri aliposema, walipata mabao 2. Ambapo huwezi sema kwamba ni moja ya machozi. Isipokuwa Crystal Palace walimenyana wakitaka. Sijui kama unakumbuka ile mechi. Walipambana ila bado Arsenal iliibuka ushindi. Maana waliibuka na mabao 1. Tuseme kwamba hiyo ni bao ya machozi. Ukikumbuka tena Fulham last time, Fulham nao waling'ang'ana lakini bado Arsenal iliibuka ushindi na bao 1. Kwa hivyo Arsenal, sema kwamba leo maoni yangu ni kwamba naona kama Arsenal wana mabao yao 2. Arsenal lazima waandikishe bao 2. Na nao pia Slavia Prague nao si wachache. Lakini twende sasa kwa upande wa Slavia. Slavia Prague ukiweza kuangalia mechi zao, waliangalia mechi moja, I think it was 1-0. Alafu wakadraw mara 3 0-0. Then kuna ambao waliweza kuandikisha ushindi wa 4-0. So ukiweza kuangalia ya kwamba si rahisi, wanaweza kukalia Arsenal, lakini Arsenal lazima iandikishe ushindi. Lakini ushindi ya leo naona kama Slavia watapata bao yao ya machozi, lazima wapate 1. Ila Arsenal kwa kifua yao watapata mabao 2. Kama si 2 3. Upande wangu mimi leo bao 1-2 bwana. Alafu tukiangalia mechi ambao wamecheza mwisho Arsenal na hii timu ambayo inaitwa Blaha,
unapata Arsenal imeishi kuwatandika na kuonyesha viboko Yeah. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 4 ambapo ni 2021 Yeah. waliwatandika bao 4. 4-0. Bao 4-0. Yeah. Ukiangalia nyuma kidogo tarehe 8 Yeah. mwezi wa 4 2021 Yes. Blaha walingangana na kutoka draw ya 1-1. Yeah, ilikuwa 1-1. Ukiangalia tena nyuma kidogo kabisa pale nyuma kabisa pale Yeah. Blaha ilikuwa imejipanga. Walitoka 0-0. Yeah, Hapo ni 2007. Okay. Na ukiangalia Slavia inapenda sana kwenda 0-0 kumaanisha defense yao saa zingine The defense is very high. Yeah, defense yao ni ngumu. Lakini kulingana na mimi ni ya kwamba Arsenal lazima iandikishe ushindi. Arsenal itashinda. Okay. Hebu tuweze kuzungumzia timu ya PSG wanaopambana na Bayern Munich leo pale PSG Parc des Princes Stadium. PSG kidogo nisema kwamba wanaonekana kwamba wataibuka ushindi. Kwanza kabisa unapata kwamba PSG ni timu kubwa. PSG ni timu kubwa sana. Kama unavyoona PSG ni timu kubwa. PSG kwanza ni nambari 1 katika group yao pale hivi. Wako nambari 1 na point 9. Yeah. Yeah. PSG wataibuka ushindi maana Bayern ni timu kubwa ndio sikatai. Ila ukiangalia unajua kwanza PSG wako nyumbani. Naona PSG wako nyumbani. PSG wako nyumbani. Hapo mimi naona kama wataweza kuibuka ushindi na mabao 3. Lakini PSG mimi nikiangalia kulingana na lango lako useme bao 3 utakuwa umekosea. Ukiangalia game ambayo imechezwa na Bayern, game ya mwisho ilikuwa game ngumu sana. Bayern wameshinda game ngapi? 5 zikifuatana na zaidi. Ukiangalia PSG wameshinda game 3, draw 2. Ambapo mimi kivyangu ninaona PSG wataibuka bao, Munich wataibuka bao. Lakini bao la ushindi litatokea kwa Bayern. Hiyo ni kulingana na mimi. Bwana Lord hata mimi ninatilia mkazo hapo unavyosema hivyo ya kwamba kwa sababu PSG imepoteza mechi, kuna mechi ambayo ilipoteza, I think ilikuwa Brest. Na waliweza kuwapiga mabao. Sijui ilikuwa bao ngapi? Hapana. PSG wakiwa na Brest waliwakabidi mabao 3. Brest walikuwa bila. Yeah. Lakini kuna timu hapo hivyo iliweza kutoka draw na PSG, I think. Kuna timu ambayo inajiitaita pale chini Lorient. Yeah, Lorient. Lorient walitoka draw 1-1. Yeah, hiyo timu ni ngumu sana. Na inavyoonyesha hivi ni ya kwamba PSG Bayern Munich yezi kubali waweze kwenda draw. Ukiangalia games za Bayern Munich wameweza kuandikisha ushindi mara mingi sana. Ukiangalia sasa mimi nikikwambia nani? Simon. Kuna timu ambayo inaitwa Leverkusen walipatana na PSG. Unajua PSG waliwafanyia nini? Wakati huo PSG unajua PSG waliwafanyia mabao yalikuwa 7 bana. Walipiga 7-2. 7. Hapo walijituma sana. Na ilikuwa Oktoba. Ilikuwa mwezi wa 10. Mwezi wa 10 tarehe 21. Na lakini hii timu ya PSG inaweza huenda ikashindwa, na mimi kulingana na mimi Bayern Munich kwa lazima waandikishe ushindi kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Bayern Munich iko wachezaji ambao wana talanta katika hii bodi. Hata kama wanasema mpira udunda, ukiweza kuangalia hii kikosi cha Bayern Munich, unaweza kuangalia Harry Kane pale hivi. Harry Kane akipata mpira, yeye huwa anaicheza akitumia akili. Na kulingana na mimi ya kwamba hadi Harry Kane siku ya leo lazima atafunga bao. Ake ana bao yake. Ana bao. Harry Kane lazima afunge bao. Pale ukizingatia vizuri kwamba PSG first half watakuwa na bao. Wanaweza kuwa. Unajua ni nyumbani lazima wajitetee. Nyumbani lazima wajitetee. Sema kwamba waje waliliane sasa upande wa pili. Wapate bao 1-1 basi watatoka 1-2. Jiji inafanya. Jiji inaweza huenda iko sawa. Na kuna mchezaji yule alikuwa wa Chelsea, I think alikuwa anaitwa Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Nadhani yupo Bayern Munich. Yuko katika Bayern. Kwa hivyo yeye kwanza tunamtarajia na bao lake. Huenda akakuja, sidhani lazima huenda akakuja katika sub. Ndio. Anaweza kuja sub hapo hivyo. Na pia mchezaji kama Lole Sane, kuna Sane pia. Mchezaji kama Sane pia ni mchezaji ambaye hujitahidi sana ili kuhakikisha timu yake inapata kuscore. Hapo basi maoni yangu ni ya kwamba Bayern Munich kichwa. Bayern Munich inaweza shinda. Bayern Munich inashinda kweli, lakini PSG lazima wahakikishe wamefunga bao la machozi. Wanaweza wakanyang'anya sana. Ni nyumbani lazima wahakikishe kuna goli limeingia. Watapata bao. Ndio. Haya, sasa tuweze kuzungumzia timu kubwa sasa.
timu kubwa sana. Liverpool na Real Madrid sasa ni Liverpool. Hapo maoni yako ni yapi Geoffrey katika mechi ya Liverpool? Katika Liverpool ndugu yangu Okesh. Sema kwamba Liverpool ni timu ambayo haisemeki. Haisemeki. Lakini tunapata pale walipokuwa na Arsenal mara ya mwisho. Mambo ilikuwa segemnegem kidogo. Mipira ilikuwa kama mvua imenyesha Lakini Liverpool katika mechi yao ukiangalia Aston Villa juzi wamepigana Liverpool wamewakabidi mabao 2-0. Kweli. Ukiangalia pale Crystal Palace Liverpool ilipigwa vibaya sana. Msimu huu Liverpool imepata bahati mbaya mabao 3. Ukizingatia pale ulikuwa tarehe 25 Oktoba. Hapo tunapata kwamba Liverpool walikuwa na Brentford. Na ukizingatia vizuri ilikuwa imebaki kitu kidogo sana wangetoka draw. Walikuwa kutoka draw. Maana first half 5.5. First half Liverpool walikuwa na mabao 1. Lakini kabla hawajaenda katika dakika ya 44 walipata kukabidhiwa bao. Wakapata 1-1. Wakatoka pindi tu hivi waliporudi katika upande wa pili unapata Liverpool ilijitetea mabao 2. Hapo ndio wakanyakua ushindi wakapata mabao 3. Kweli kabisa, lakini ukiangalia hii timu ya Real Madrid, hii timu ya Real Madrid imeweza kuandikisha ushindi sana. Ukiangalia bado ilienda kidogo ikapigwa na Barcelona. Lakini Real Madrid ilipotokea kwa uwanja. Ilitokea vurugu bana. Unaona mambo yalizuka baina ya Vinicius kama mnavyoona watu walianza kucheza mpira paka na mikono sasa. Lamine Yamal. Unaona wakiwa wamevurugana kidogo na Vinicius. Lakini ukiweza kuangalia Real Madrid ni timu ambayo imeshona kikosi sana. Ukiweza kuangalia watu kama kuna hapo hivyo kuna mchezaji mgani huyu? Kuna huyu star. Star wa Real Madrid ambaye anaitwa Mbappe pia. Mbappe mchezaji huyu unapoangalia hata katika mechi ya leo unaona kwamba hata Odi amepatiwa kwamba ana uhakika yeye ana bao. Sana unapoangalia Mbappe anaibuka ushindi mara mingi. Ningependa tuangalie michezo ambayo wamepatana head to head Liverpool na Real Madrid. Ukiangalia mechi ambayo walipatana mwisho Liverpool waliwashinda. Hapo Liverpool imejipanga kabisa. Ambapo walipatana tena namo 2023 nyuma kidogo kabisa. Real Madrid walingangana kabisa. Wakatoka 1-0. Liverpool haikungangana hata kidogo. Ukiangalia mechi nyingine Liverpool walikuwa nyumbani. Wakapigwa mabao 5-2 na Real. 5-2. Tukirudi nyuma kabisa ambapo Liverpool ilikuwa imejipanga nyuma huko hivyo na bado Real ilikuwa ngumu ile siku ambao wachezaji akina Messi walikuwa huko ndani unapata walipigwa mabao 3-1. Lakini pia itakuwa mpira rahisi kwa sababu Liverpool pia lazima wajaribu kung'ang'ana kwa sababu lazima waonyeshe nguvu. Maana kwanza unaona Jones yupo. So Liverpool ina uwezo, lakini Liverpool nimeweza kuona ya kwamba wako na injury ya Alexander Isak. Kuna injury ya Alexander Isak na pia kuna injury ya goalkeeper wao pia. Ukiweza kuangalia so wameweza kuweka kipa ambaye sidhani anaweza ng'ang'ana nao Real Madrid. Huenda hata ikapigwa mabao 3 pale. Na mtu ako na hiyo nini yao ya Liverpool. Tuone ambavyo wamejipanga hapo. Lineup. Haya, hebu tizama hiyo lineup hapo hivyo inavyoelezea jinsi kikosi cha Real Madrid kimeweza kujipanga pale na kikosi pia cha Liverpool kilivyojipanga hapo. Nasema ni shukrani ambapo umetutazama. Tunataka utufollow. Make sure ume like the nini, umefanya do everything necessary. Pale YouTube subscribe and make sure you click the notification button. Wakati tunapost unaweza kuona mambo ambayo tunayazungumzia na pia taarifa ambayo yanakita humu nchini. Kumbuka kuwa connected. Papa Jeff ndani. Tukujuze mengi. Okesh Simon pale. Rodri the man Rodri. Tupatane katika mataarifa mengine. Sez TV, matangazo bora humu nchini. Tumewasili kwenye Facebook,
YouTube na pia TikTok. Make sure you follow us and subscribe on YouTube. God bless you.